Back again, tumerudi. So tulisema this day we are full of content but very educative content. So ile story ya kusubscribe to click that kengele, make sure you are doing it oftenly. Kila saa you share the link kwa wenzako so that tuelimike wote pamoja. We are back with the other story ambapo we are still having the host but on a different level because we are doing it for the community. So anything in matters empowerment, they are all in. So brother, welcome back. Asante, niko kufiti. I think the name still remains. But sasa tunatumia Major sana. Yeah, Major, how are you? I'm fine. We see you are here with Mulika and the Silence and the Cycle. How about it, sir? Mulika is a project done by an organization called Resolve Communication. Apparently, a research has been done and it's not a very good results because here in our county, we have been ranked amongst the highest counties that recorded high cases of gender-based violence, high cases of rape, high cases of defilement, according to Resolve Communication. So they came up with the concept of kumulika, tumulike, and the Silence and the Cycle. Tumulika, the English version is expose them, to expose, because this gender-based violence are being caused by people we know, people whom we are related to, people who are our friends, people who we look up to. So the Mulika campaign is all about unmasking these people in the communities, in schools, in the churches, in our offices, in the wherever places. And now, because it has happened, how is it in Kakamega? Like, how can you give the statistics since you are in the campaign? Sorry. It is a campaign that has just started, and I want to believe that for it to land in Kakamega, the cases must have been so high. So in Kakamega, Shinyalu, Ikolomani and Malava were the hot zones. Okay. But the leading county in Kenya is Nairobi. Then we have Narok, Nairobi, Bungoma. So if you find two western counties among top 5, then there is an issue. Yes. I have a role to play as a person. You have a role to play as a person in the media. So tushikane sisi wote tumulike hawa. Because let me ask you this question. If you look at today's headline, you read there, a woman was raped. How would you feel? Bad. Now another question. If you read today's newspaper, that woman that was raped is your relative, is your mother, is your sister. How would you feel? Still bad. So we have a duty to, we have a role to play. Definitely. Thank you. So, because the initiative has been launched here in Kakamega, and I think it has been launched also all over Kenya, but still grounding itself. So, how do we identify these cases? Like, we are in rural areas. How do we identify? Because we have got cases whereby mzazi anaficha hii kesi, hataki ifike mbali, because she has no power. Ama labda amefanyiwa ile kitu na mtoto wake, and then it happens that ametishiwa. She has no financial support to extend the case. How do we handle this? Well, there are organizations that are ready to help. One, we have got the Resolve Communication through Mulika. We have got the Kenya National Human Rights. We have NGOs and CBOs that advocate for these things. Like we have got Limitless Talk. We have got even Major Self-Help Group. This is what we do. So their organization, it's just that the people who have been affected are afraid to come out. So this would be my appeal. Kama kitu imefanyika, tuamulike, tusiogope. At the end of the day, hii guilt utaishi nayo itakuja kukusumbua hapo mbele. Right now unapata mtoto mdogo amecommit suicide. Because of nini? Alirepiwa, akaogopa kwenda kusema ama venye alisema, akanyamazishwa, wakakanyagia story, kuwa na kakikao, maybe kwa mfano ni mjomba wake alimrape.
wakalipa sijui wakachukua mbuzi, sijui wakakanyaga sijui matumbo, wakamaliza kesi. Because we have been told that police pia they are aware, and in their awareness, since report case, they'll be the accused will be left home ataenda, but the lady or the girl will remain akiumia, ambapo the organization sijui kama wako na uwezo wa kuaccess the police cases and the hospital cases. Wako na uwezo. Shirika kama la Kenya National Human Rights Commission wako na mechanism ya kufuatilia kesi yoyote, ikue kwa DPP, ikue kwa whatever police station, wako na hizo mechanism, na pia tuko na court justice system. So ni watu ku reach out. Unajua pia saa nyingine hatuwezi kwa kila mahali kwa kijiji. Ndio maana nikasema ni jukumu letu lote. Hilo kisanga limefanyika kwa community X. So ni watu wa hiyo community wa raise your concern. But kama pia una feel your life would be in danger, kuna hizi organization, kuna Kenya National Human Rights, kuna polisi. Tusiogope kuja kufika. Kuna Mulika ndio hii imekuja resolve communication. Tuwafikie, tuambie I have got this case but number protection anonymous. Kuna paka forums through Kenya Red Cross, you can seek help anonymously. So like what should be the solution now, apart from the solution? Huyu mtu amepatikana na hiyo hatia, the last thing yenye nafaa ifanyike kwake ni ipi after basi amehukumiwa kwa police station? Is he arraigned in court, afungwe kabisa, or he'll be allowed back in the community as well? Tunaweza sema tu maybe kwa justice system kunaweza kuwa na gaps. So pia hizo justice system kuna vipengele fulani tunafaa kuviangazia kama tunaweza virekebisha. Kwa mfano, umerape mtoto kama kwa miaka 10, uende ufungwe miaka 10. In 20 years huyu mtoto atakuwa mkubwa, atakuwa 30 years, ama in 10 years atakuwa 20 years. But wewe utarudi, akikuona kila saa atakuwa nakumbuka ile kisanga. So wacha, so long as si ati ni tumekushuku ama tumekwekelea, tumeconfirm kweli hii kisanga ilifanyika, the evidence is there beyond reasonable doubt. Wacha justice system yetu ikuwe in such a way that inaenda paka to the last resort. Yani huyu mwenye amedhulumiwa amepata justice, ameridhika, na asiishi in fear. Nimerepiwa, huyu mtu amefungwa miaka 5, baada ya miaka 5 justice system inasema tukishamfunga miaka 5 tunamwachilia huru. So ni hiyo tu, hizo vipengele kwa justice system tujaribu kuangalia sana hapo kwa matters GBV. Thank you for your time. Now, what can you advise the community at large? Basically it's just to appeal to them that hizi stories rape, defilement, GBV, kuna mtoto apeleke shule because akona disability, tuwajibike. Ni kuwajibika tu na kuiongelea itoke. Usikufe na kitu. Sahi kuna watu wengi wana kufa na mental health challenges. Mawazo imemzonga. Unapata mtu ako kwa prime years zake, 22 years, amecommit suicide. Ukiangalia nini, akikuwa mdogo alilawitiwa, amegrow nayo hiyo kitu namsumbua. Mtoto alirepiwa akikuwa mdogo, hajaisema. So venye anaanza kukua hivi mkubwa, hizi vitu anaamua tu yajinyonge, anashindwa ataenda kuambia nani. Akona psychological torture. Exactly. Or such. Now there's a mama or a baba watching you from here in Ikolomani, and would wish to have an expression, amepata mtoto wake amelawitiwa, anataka kuaccess Mulika, because realize the stations, these are police, they are not of help at all. So how will he or she access the Mulika? And do you have the toll numbers, the toll free numbers, or that? Mulika wako kwa social media platforms, Facebook the Mulika campaign, alafu wako TikTok _@Mulika, wako Twitter, wako kwa hizo social media zote wako. Ukitype tu Mulika itakuletea @Mulika_Mulika